Naam, nazungumza na watu wa mtandaoni na watu hapa. Tunakwenda ingu yetu ya pili. Nitaomba upande wa kampuni ya Eternal International wajitambulishe, lakini kama kujitambulisha niombe tupige tumswalie mtume mara 7, tuchangamke kidogo. Tumswalie mtume. Tumswalie mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Tumswalie mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Wamke tumswalie mtume. Allahumma salli wa sallim. Takbir. Allahu akbar. Karibuni Eternal International. Uwanja wa kwenu. Saa 9:44 tunazo dakika 20 kwenu za kuzungumza. Na hii simu naomba niweke karibu hapo. Ikae hapo karibu na mzungumzaji. Asante sana, nashukuru kwa kupata hiyo nafasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ujio wenu, lakini pia kwa sisi sote kukutana kwa pamoja kwa siku hii ya leo, wakati siku za nyuma sisi hatukupata bahati ya kuwepo. Mimi ninayezungumza hapa ni katika utambulisho. Majina yangu naitwa Madam Rehema Abedi. Mimi ni mmoja katika familia ya Eternal International. Mimi pia ni memba na niko ngazi daraja la 6, lakini pia nina wenzangu ambao niko nao. Upande wa kulia ni kwangu nipo pia na Mwanaiteno, na upande wa kushoto ni kwangu pia nipo na Mwanaiteno. Nao nape nafasi watajitambulisha majina yao, lakini pia baada ya hapo upande wa kulia ni kwangu atatolea historia ya kampuni kwa ufupi. Tutaendelea na kuitoa taarifa ya afya kwa ufupi na uchumi kwa ufupi. Karibu. Jisikia kusimama na usio. Ndio hivyo. Kusimama hapa. Siku. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Habari zenu? Nzuri. Mko salama? Alhamdulillah. Mimi kwa majina naitwa Madam Aisha Ramadhani. Ni memba au mwanafamilia wa Eternal International, ngazi daraja la 6, lakini pia ni mwalimu, pia ni kiongozi. Nitatolea historia fupi tu ya kampuni yetu kwa uchache. Kama nilivyojitambulisha kwa majina, sisi tunafanya kazi na kampuni inayoitwa Eternal International. Kampuni International ilianza China mwaka 2001. Ilianzishwa na dokta wa Kichina anaitwa Gonzao. Barani Afrika iliingia mwaka 2006 ikianzia nchini Angola. Kwa hapa kwetu Tanzania ilifika mwaka 2013. Ilisajiliwa kisheria na kukamilisha mambo yake kisheria mwaka 2014 ndio ilianza kazi. Mpaka sasa hivi kampuni yetu hapa Tanzania, kuanzia leo hii tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 ina miaka 13. Lakini Eternal International kwa upendo wake mkubwa na kuikubali nchi ya Tanzania, makao makuu ya Afrika Mashariki na Kati. Nikisema Afrika Mashariki ina maana nikijumlisha na nchi zetu tulizokuwa nazo jirani, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na nyinginezo.
yako hapa nchini kwetu Tanzania, katika mji huu hapa kwetu Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, Makumbusho, jengo la Noble Center, ghorofa ya 3. Pale ndio ipo makao makuu ya Afrika Mashariki ya Interno International. Lakini Interno International sisi tunajishughulisha na mambo makuu mawili tu. Tunajishughulisha, jambo la kwanza ni afya, na jambo la pili ni uchumi ama kipato kwa njia ya utoaji taarifa. Tukikupa wewe taarifa, tayari sisi tushafanyaje? Tushafanya kazi. Na hiyo ndio historia fupi tu ya kampuni yetu ya Interno International. Jamani, karibuni sana katika kampuni yetu, tunawakaribisha ili tushie kwa pamoja. Karibuni sana. Lakini nitamkaribisha mwalimu wetu, atatupa madarasa mafupi, hilo darasa la afya na uchumi. Kwa ufupi tu, asanteni. Karibu mwalimu wangu. Asante sana, nashukuru. Kabla sijatoa somo, na upande wa kushoto kuna kiongozi hapa, naye atajitambulisha. Karibu kiongozi. Asante sana kiongozi wangu mkubwa kabisa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum. Jina langu naitwa Madam Masozi Abedi, ni mwanafamilia wa kampuni kubwa kabisa ya Interno International. Nipo ngazi daraja la 4, ni memba, niko ngazi daraja la 4, nimeshirikishwa kama alivyosema kiongozi hapo. Nikaielewa, nikaenda kusikiza seminar, nimeielewa, nikaona kazi ni nzuri, kazi ambayo anafanya mtu yoyote yule, mtu mzima, kijana, mama, baba, haichagui. Ni mradi tu kuanzia miaka 18 una ufahamu wako mzuri, kazi hii unaifanya. Ni kazi ambayo ina faida nzuri sana. Mwalimu hapa ataelezea, mtasikia. Karibuni sana. Asante. Karibu kiongozi. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Katika taarifa zetu mbili tunazofanya na kampuni yetu ya Interno International, kati ya afya na kipato, labda kiushauri tuanze na nini? Nafasi wenyewe wachague nafasi. Haya, ngoja tuanze na afya, kwa sababu afya ndio msingi wa mwanadamu na afya ndio mtaji wa maisha. Afya ni nini? Afya ni ukamilifu wa mtu kuwa sawa kimwili, lakini pia kiakili, na kuwa sawa na jamii inayomzunguka. Huu ndio ufupilisho wa afya. Kampuni ya Interno International kwa upande wa afya inajishughulisha na kutibu magonjwa sugu yasiyoambukiza, magonjwa ambayo yanasababishwa na milo mibovu tunayokula sasa, lakini pia na mtindo wa maisha tunaoishi. Miongoni mwa magonjwa hayo ni kama magonjwa ya sukari, pressure, magonjwa ya vidonda vya tumbo, pingili za mgongo, magonjwa ya mauvimbe, tezi dume, yani uvimbe wa nje ya mwili na ndani yake, magonjwa ya uzazi kwa wanawake na wanaume, shida za moyo, magonjwa ya ini, figo, ukuaji mbovu wa watoto, na magonjwa yote ambayo hayaambukizi tunatibu Interno International kwa kutumia virutubisho lishe au dawa chakula au vijazilizo lishe. Dr. Mr. Gong Zhao Hu, yeye ni daktari bingwa wa Kichina kwa upande wa tiba za kizungu, lakini yeye baada ya kuona changamoto nyingi kwa wagonjwa akagundua shida kubwa inayopata watu kupata magonjwa sugu
ni upungufu wa virutubisho lishe mwilini, ambavyo tulivyozungumza hapo vinavyosababishwa na vyakula vyetu vya kisasa vya viwanda na matumizi mabovu ya maisha yetu hivi sasa, tofauti na miaka ambayo ya nyuma, ambayo sisi wenyewe tuliloko vijijini, vyakula tulivyokuwa tunakula zamani vilikuwa havina makemiko. Lakini sasa hivi kila tunacholishe lazima upitie kwenye check up ya mwili mzima, uonekane changamoto zako na kuweza kuja kutumia virutubisho. Pia akagundua shida kubwa katika maisha ya watu kufuatilia afya zao mara kwa mara ni kutokana na sababu ya shida ya uchumi. Uchumi ulikuwa ni hafifu sana, mtu anakuwa hajali kufanya check up ya mwili mara kwa mara. Kwa sababu ya nini? Vipimo ni bei ghali sana hospitalini mwetu, utakuta kwa 700,000, 500,000 ili uweze kujua wewe mwili wako wote. Sasa hiyo hali na maisha yetu tunayoishi imetuia ngumu, unasubiri ukizidiwa ndugu watachanga. Kumbe ni jambo ambalo tunatakiwa sisi wenyewe tujitibu huku tunatembea. Yaani tuna mfumo wa kufanya check up mara kwa mara ili tuweze kujua afya zetu, kama vile ambavyo tunaweza kupeleka gereji magari yetu, pikipiki, kushona nguo zetu zikichanika, tunafuatilia, tunajali. Ndivyo tunavyotakiwa tufuatilie afya zetu. Sasa yeye kwa kuona hili akaona bora akatoa ofa ya kipimo. Check up ya mwili mzima, utapima mwili wako na kuona system yako yote kwa shilingi 30,000 tu. Ni bei ambayo anaiweza mtu mwenye uwezo mkubwa, mwenye uwezo wa kati, lakini hata mwenye uwezo wa kudunduliza akijipanga ndani ya miezi 2, 3, 6 hawezi kukosa 30 kwa ajili ya kwenda kujua afya yake. Kwa hiyo hii ndio aliona Mr. Gonza huu na akaiandaa hiyo afya ili watu waje wapime, wajue afya zao, waandikiwe virutubisho, warudishe afya zao. Yaani hizo kazi kubwa ni kuziba nyufa, sehemu ambayo imepungua kwa ajili ya vyakula tunavyokula bila viwango. Sasa ukishagunduliwa utaenda kupewa virutubisho, utatumia na utarudisha hali yako ya kawaida. Unatibu matezi dume bila operation, mvimbe ya mwili bila operation, na unatumia virutubisho unakwenda kupona kabisa. Kwa kutokana na hali ya muda na upande wa afya nizungumze kidogo, lakini hapa pia tuna baadhi ya virutubisho vyetu na dawa. Kuna hii hapa inaitwa toothpaste, hii ni dawa ya meno. Dawa hii inatibu meno yanayouma, lakini pia inatibu meno yanayokufa ganzi, inatibu fizi zenye kutoa damu, harufu mbaya mdomoni, shida za kinywa kwa ujumla. Kwa kuitumia hii dawa inaenda kutibu vizuri. Lakini hii dawa pia inasaidia upande wa ngozi, miwasho, mapunye, na inasaidia pia shida za tumbo. Dawa hii pia inaliwa kwenye tumbo, matumbo yenye shida za tumbo, mikorogo, vichome. Kwa kutumia hii dawa utachemsha maji ya vuguvugu na utakamua kidogo, kijiko utakoroga vizuri, utakunywa ndio kutoa ile shida ya tumbo. Tumbo la mtu ambaye amepoteza funguo, pia dawa hii inasaidia sana, mtu aenda nafunga. Lakini pia mtu ambaye anatapika, hii dawa pia ni nzuri sana. Dawa hii pia inatibu vikojozi, wenye kukojoa watoto wale ambao wanashindwa kudhibiti, wanakojoa mara nyingi. Wale utakuta labda wanakuwa na hitilafu katika vibofu vya mkojo, yaani wanakuwa na bakteria. Kwa hiyo hii inadili sana bakteria. Ukitumia hii dawa mtu anaenda anadhibiti mkojo wake vizuri. Na inatibu pia basili, inatibu magonjwa zaidi ya 15 hii dawa toothpaste ambayo iko katika kampuni yetu. Lakini pia hapa tuna product nyingine ya sabuni. Hii ni aloe vera soap, sabuni ya aloe vera. Sabuni hii nayo ni nzuri pia kwa kutibu ngozi, ni miwasho, lakini pia ni nzuri kwa kuogea na haina harufu kali. Ni sabuni ambayo ana uwezo wa kuogea hata mtoto mchanga. Ni sabuni hii ukitumia vizuri, wewe unaenda kutunza ngozi yako vizuri, haichubui wala haimbadishi mtu rangi yake ambayo ameumbika kawaida. Kwa hizo zote zinapatikana katika kampuni yetu, lakini pia ni vitu vichache ambavyo tumebeba leo, lakini tuna dawa nyingi. Tuna dawa za tezi dume, dawa za shida za uzazi, wenye shida za sukari, wenye shida za pressure, kwa sababu kipimo chetu kinaona chanzo cha tatizo. Baada ya hapo utatumia dawa ambazo zinaweza kudili na mizizi ya ugonjwa. Kipimo kitakuchunguza kwa nini wewe umepata vidonda vya tumbo, kwa nini umepata pressure. Watagundua chanzo, utaandikiwa dawa unatumia,
na unakwenda kurudisha afya yako vizuri kabisa. Kwa upande wa afya, naomba niishie hapo. Labda kama kuna mtu yeyote ambaye hajanielewa, nakaribisha maswali mawili. Karibuni. Hello. Hi. Maswali. Karibu baba. Asante. Tunashukuru kwa maelezo, lakini pia kwa taarifa ambayo umetupa. Ndio. Lakini swali langu, nimeona hizo dawa umeniambia. The time is 4 o'clock. Anasema hiyo inatibu matumbo. Na tunauliza kwenye upatikanaji, inapatikana vipi? Sababu tunajua dawa inatibu kitu fulani, sasa tunahitaji. Sawa kabisa. Asante kwa swali lako zuri. Hata hapa zilipo pia zinapatikana, kama utakuwa tayari zinauzwa kwa bei ya kampuni. Tunauza kwa bei ya kampuni 15,000. Lakini dawa inauzwa mpaka 20,000, 25 mpaka 30 katika madukani. Lakini bei ya kampuni 15,000 tu. Lakini pia tuna branch nyingi. Wamesema mzungumzaji wa historia amesema Eternal International ipo imeenea nchi zaidi ya 50, lakini pia Tanzania mikoa yote tuna branch, nje ya nchi tuna branch, na hapa Dar es Salaam tuna vituo vingi. Lakini sisi tunapatikana Mbezi kwa Hakimu. Pia tunaweza tukatoa namba za simu kwa ajili ya kufuatilia huduma zetu. Pia sijui nimekujibu baba. Karibu sana. Hello. Hi. Hello. Hi. Swali mwingine? Nafasi. Asante sana. Hizi sabuni hizi zinauzwa kwa piece 3 hivi, zinauzwa kwa shilingi 30,000. Ni sabuni nzuri sana, ukitumia utazipenda na hutotamani kuziacha. Unaweza kuona kama ni bei ghali labda kwa ajili ya tulizoea sabuni zetu ya shilingi 500, lakini sabuni ni tofauti sana sabuni ambazo tumezizoea. Ni sabuni dawa. Haya. Naona tumeelewa. Ili tuendelee katika kipengele cha pili cha uchumi au kipato endelevu. Kwa upande wa uchumi, Eternal International baada ya kugundua hayo yote, shida za afya za watu, na lengo kubwa la msagoni zao huu, watu wapate afya bora, lakini pia wapate kipato. Watu wengi tunashindwa mambo mengi kwa sababu ya kipato. Kwa hiyo yeye akatengeneza fursa kupitia product zake. Ametengeneza fursa ili watu pia waje tufanye nao kazi, wapate kipato, waweze kujikimu maisha au kuongeza wenye uwezo. Kama nazungumza hapo, wenye kazi hii na mtu yote anafanya, mtu ambaye mwenye uwezo wa kati na sio kwa pia na uwezo, mwenye kazi, mwenye biashara, asiokuwa pia na kazi, tunamkaribisha. Bongo huu hajapenda watu wakae bure waishi kwa mawazo, kwa sababu wenzetu huko China yani ni watu wanachapa kazi masaa yote, umri wowote. Utakuta mtu ni mtu mzima mzee lakini anajituma. Yani ukienda ukiangalia utashangaa, utasema jamani, kwa Tanzania kumbe tunakuwa sana maskini kwa sababu hatufanyi kazi. Yani ni mradi Mchina aonekana anafanya kazi, vizee unakuta vizee chapati inaweza kupikwa na watu 10, chapati mmoja huko anashikangana na koroga, mwingine anakunja, mwingine hivyo, ili mradi wale watu waweze kujishughulisha. Yani hawakai bure na wanatamani kuingiza kipato. Kwa hiyo wakati wote wanaingiza kipato, ndio maana wenzetu wanapata pesa sana. Kwa hiyo sasa hii akaamua kutengeneza fursa kupitia hizo product ili watu waje wapate fedha na ni kipato endelevu. Akatoa vigezo vya aina 3 ili kufanya kazi na kampuni ya Eternal International. Kigezo cha kwanza, mtu yeyote mwenye akili timamu huyo atafanya kazi na kampuni ya Eternal International, madamu kwa yeye ana uwezo wa kutoa taarifa, kwa sababu kazi yetu sisi hatubebi mizigo, hatupigi zege, hatupigi deki, hatufiki kama kwa Wahindi, ni kutoa taarifa tu. Kwa hiyo mtu yote mwenye uwezo, akili yake timamu, anaweza kutoa taarifa nzuri kutoka kwake kwenda kwa mwingine,
anaruhusiwa kufanya kazi katika hii kampuni. Lakini pia mtu ambaye mwenye miaka kuanzia 18 na kuendelea. Kwetu sisi kazi hii kustaafu ni wewe kuiacha dunia. Sio kuhesabiwa miaka 10, 20 ustaafu kazi basi hata kama kazi unaitamani. Hapana. Yaani miaka 18 na kuendelea, hata kama una miaka 300, ili mradi tu wewe unao uwezo wa kuongea neno zuri kumwambia mtu mwingine utafanya kazi na kampuni. Kwa sababu sisi katika biashara ya kimtandao. Na kigezo cha 3, unatakiwa usajiliwe na kampuni ili ujulikane. Baada ya kusajiliwa tufanya kazi na kampuni. Na usajili utawekeza kiwango kidogo cha pesa ili upate usajili wa shilingi 72,000 tu. Ni pesa nyingi sana katika uchumi wetu, lakini utakapoingia katika hii kazi na ukaifanya, faida ambazo utapata hutojutia 72,000. Baada ya wewe kujisajili kwa shilingi 72,000, unaenda kupewa kadi ya wanachama. Utapata kadi, lakini pia utapewa na vitendea kazi kama zawadi. Utapewa kitabu ambacho ni mkataba na chenyewe kimeandikwa Kiswahili kabisa. Haya yote tunayozungumza yamo ndani ya kitabu. Lakini pia utapewa t-shirt na kofia kama bango au kiulizo. Kama tunavyoona watu wa Airtel, watu wa benki, watu wa mtandao tofauti. Na huyu Gong Zhao huu, yeye China ni tajiri wa pili. China alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kupeka taarifa zake katika vyombo vya habari, lakini kwa kweli kwa lengo lake ni kuitaka jamii ipate taarifa zote sahihi zile ambazo anataka yeye mwenyewe. Amehofia kwamba watu wakipeleka kwenye vyombo vya habari, wenzetu wenye pesa, wenye uwezo wanaweza kuikumbatia kampuni na kuitangaza asivyotaka yeye, au mimi na wewe situfikie kwa jinsi yeye mwenyewe anavyotaka. Wakati wakatukamua na ikawa tofauti. Kwa hiyo yeye akaamua kutoa taarifa hizi zimwende mtu kwa mtu, vizazi kwa vizazi. Utaona kampuni ina miaka 13 Tanzania, lakini labda mimi na wewe tumeweza kusikia, mimi nimesikia mwaka jana hii taarifa. Na nipo Dar es Salaam siku zote, makao makuu yako pale, lakini kwa sababu inaenda mtu kwa mtu, wewe utapata taarifa utamwambia mwenzio mpaka anazaliwa vizazi hivyo, kampuni inaendelea. Baada ya wewe kupewa vitendea kazi vya aina 4, pia utaenda kupewa majukumu ya kufanya kazi. Ukishapewa majukumu ya kufanya kazi nayo ni aina 4. Jukumu la kwanza utaambiwa tumia bidhaa. Tumia bidhaa ili wewe utambue ubora wa bidhaa zetu ili uweze kutoa taarifa iliyokuwa sahihi. Baada ya kutumia bidhaa, kwa mfano kuna bidhaa ambazo sio lazima upite kwenye check up kama dawa ya meno na sabuni. Ni bidhaa ambazo ukizitumia utaamini kabisa na hutokubali kuna mtu ambaye anasumbuliwa na meno ukamwacha kwa kuwa unajua solution lipo. Ukishatumia bidhaa utaambiwa shirikisha bidhaa, yani toa taarifa kwa watu watumie ubora wako wa bidhaa ambazo wewe umezihakiki. Jukumu la 3 utaambiwa shirikisha fursa. Kama hivi wewe leo tunakushirikisha na kutoa taarifa, kwa hiyo toa taarifa kwa mwingine ambaye hajui, na yeye aje afuatilie sehemu husika, asikize semina zetu, na yeye ajisajili afanye kazi ili apate na yeye riziki. Kama mtu anashindia mlo mmoja, anaishi kwa maisha ya kubahatisha, lakini atakapoingia kwenye kampuni yetu akaelekezwa biashara vizuri, ataenda kupata mafanikio makubwa. Lakini jukumu la 4 utaambiwa wewe hudhuria mafunzo. Jambo lolote mtu huwezi kulifanya bila ya kuwa na elimu nalo. Kama tunaona viongozi wetu hata kwenye dini, elimu ni jambo la kwanza. Mtume mwenyewe Muhammad naye aliambiwa kwanza, kabla ya utume aliambiwa soma, na sura nzima imetolewa, tunafahamu baadhi yao. Ili kwa nini soma? Soma ili utambue. Kwa hiyo jambo lolote ili ulifanye lazima uwe na elimu nalo. Na hii ndio wakaichukulia kwamba jukumu la 4, lakini jukumu ambalo limebeba katika majukumu yote 4. Elimu ndio kitu cha kwanza. Utakapopata elimu ya kuhusu Eternal International, kwa hiyo utafanya kazi kwa wepesi, utaitambua. Kumbe hii njia ni nyepesi. Kumbe ni kazi ambayo hata mimi nayoingia hapa sikuwa natarajia kama baada ya baba ya watoto kufa, sikutegemea kama nitakuwa naweza kufanya kazi, sababu nishajiona umri umeshakwenda na nimeshakuwa mtu mzima, nikae nisubiri niwe napiga simu, leo kivule naomba 200, kesho hivyo. Lakini kumbe nikapata hiyo fursa kwenda kuifuatilia, nikajikuta mimi naweza kuifanya hiyo kazi, na namshukuru Mwenyezi Mungu kilai mpaka sasa hivi naifanya hii kazi, napata riziki
mimi mwenyewe. Sijawahi kupigia simu mtoto kumomba shilingi 100. Mtoto akitoa mwenyewe ameamua hii naye riziki yangu nini na mzazi, mashallah, lakini siwatii joto. Hilo kwa upande wangu mimi nimeshukuru sana. Lakini pia nilichofurahia zaidi pia nimeongeza familia. Nimetanua wigo wa familia. Iteno ina kauli mbiu yake health, wealth, peace and love. Yaani unatanua wigo, unapata marafiki wapya. Kwa hiyo pia kwangu mimi nipa faraja kubwa kwa sababu mimi kwa maisha yangu tangu nilipoachwa hapo ni kulia. Ninachokiwaza kwangu naona ni kizito, ninachofikiria naona ni kigumu, lakini baada ya hapo nikajikuta siku hadi siku mawazo yale yanaisha, unaondoa stress, lakini unamshukuru Mungu moja kwa moja, ukubali kwamba umauti ni jambo la ibada na kila mtu itamkuta. Kwa hiyo na mimi pia natakiwa kwamba nipambane. Kuna watu nyuma yangu natamani wasaidie, bado natakiwa nitoe sadaka, zaka, vitu tofauti. Na vipataje? Kwa kutembea kuomba nitaweza, lakini kwa kupitia hii kazi kwa sababu ninajua yake ni rahisi, nikajikuta hii kazi ninaifanya kwa moyo mkunjufu. Na kweli pia inanisaidia kupata uhakika wa kupata kipato kila mwezi na kipato cha kila siku. Kwa hiyo ukishapewa majukumu 4 ya kufanya kazi, unafanya kazi, lakini pia utapata malipo ya aina 4. Hello. Hai. Hata tunabembeleza. Malipo ya aina 4. Malipo ya aina 2 yanapatikana kwa kila siku baada ya kufanya kazi, lakini malipo ya aina 2 yanapatikana mwisho wa mwezi. Malipo ya kwanza ya kila siku ni malipo ya kipimo. Wewe ambaye umetoa taarifa kumpa jirani yako, jamaa yako, ndugu yako kwa ajili ya kuitambua afya yake, atapima kwa shilingi 30,000. Baada ya kupima, kampuni itakulipa wewe 50%. Hongera kwa kumsaidia mwenzio kuja kuitambua afya yake, ili kusaidie vocha, maji ya kunywa. Lakini pia malipo mengine ya kila siku ni ya usajili. Baada ya kutoa taarifa kumwambia mwenzio twende huku tukasikilize fursa, tufanye kazi, atasajiliwa kwa shilingi 72,000. Lakini kampuni itakupa wewe ambaye umempa taarifa mwenzio, itakupa 24,000 papo hapo. Hayo ni malipo ya kila siku. Na malipo ya aina pili ya mwisho wa mwezi, kuna malipo ya bonus. Sisi kwetu hakuna mshahara, kwa sababu mshahara ni pesa ambayo anapata mfanyakazi amekiana mkataba na bosi wake. Fanya kazi, mwisho wa mwezi labda nitakupa 200,000, 300,000, kwa hiyo miezi yote itakuwa ni hizo hizo. Lakini sisi kwetu tuna bonus. Unapata pesa kutokana na ukubwa wa kazi yako. Jinsi unafanya kazi kwa bidii ndivyo utapata kiwango kikubwa cha pesa. Lakini pia kuna malipo ya mwisho wa mwezi ya zawadi. Mchina ameandika ndani ya kitabu, natoa pongezi kwa yule kila mwenye kufanya vizuri. Hiyo amejikomiti kabisa na ameahidi na anatimiza. Utakapofanya vizuri kwa viwango na kwa muda ambao umeandikwa, wewe unakwenda kupata zawadi. Kwa kuna zawadi nyingi mbalimbali tofauti ambazo zinasaidia sana maisha na zinaenda kukubadilishia maisha kutoka hapo ulipo na kupiga hatua ambayo wewe ulikuwa hujaitegemea. Mimi nisemavyo hapa niko level ya 6, lakini nakaribia level ya 7. Kuna zawadi ya gari inanisubiri ya milioni 19, na hivi mnavyoniona, lakini nipo najiandaa kujifunza driver. Natamani hiyo gari yangu ya zawadi niweshe, nitaiendesha mwenyewe kwa uwezo wa Mungu. Mashaallah. Kwa hiyo tu shauku na furaha, sikuwa nategemea kama na uzeu sasa nitakuwa natamani kutafuta kitu hadi nipate pesa kununua gari. Nasema hapana, kumbe kila kitu kinawezekana. Ni wewe tu kusema ndio. Kwa hiyo kithubutu, Mwenyezi Mungu anakutilia mkono, maisha yanaendelea. Kwa hiyo kwa upande wa baada ya wewe kupewa hizo zawadi na maokoto ya mwezi na kila siku, tutaendelea kufanya hivyo kusaidia watu. Tunaishi sisi timu. Tunaishi kwa timu. Mfumo wake utengeneza kwamba hataki mtu afanye kazi peke yake, tofauti na kazi nyinginezo. Mtu amejenga gorofa lake hapo, yuko mwenyewe alikopata, hataki hata kumwambia mwenzie amepataje. Lakini Mchina akwambia ukiwa mbinafsi hutaweza kufanya kazi kwake, hutoendelea. Ila wewe toa taarifa kwa watu, fanye kazi na watu. Hicho ambacho wewe unafanikiwa nacho mwambie na mwenzio, na hiyo ndio imepelekea leo hii na sisi tumetamani
hatukupenda tukae kimya, tuje tuishie tu kwenye dua ambacho tuna kitu tunakifahamu. Wengine labda mnakijua au wengine hamkijui, labda mwingine mnakitamani labda kingewasaidia, tukaona tusikae kimya, sababu sikokuwa ni kazi yetu ni kutoa taarifa kwa yeyote. Kwa hiyo tunatoa taarifa kwenu ili mfahamu hilo, na tunawakaribisha sana vitoni mwetu. Lakini pia tunawakaribisha, kutakuwa na mkutano mkuu wa kibiashara tarehe 9 mwezi huu wa kwanza, mkutano ambao utafanyika Mwenge Mpakani katika ukumbi wa Social Hall. Nakaribisha sana. Kwa upande wa somo la afya la kipato, naomba nishie hapo, lakini pia nakaribisha maswali matatu kwa mtu ambaye hajanielewa. Karibuni. Jamani, nakaribisha kwa maswali. Karibu sana baba. Salamu. Ashumu kwamba mimi sijajiunga na Internet International. Ndio. Lakini kwa sababu tayari nishapata taarifa hapa, nikatoka pembeni leo kesho nikapata mtu ambaye labda anaumwa, nikamuelezea kuhusu Internet. Ndio. Nitamleta pale. Lakini mimi sio mwanachama, sijajiunga. Ndio. Lipa ile kile kiasi cha kufanya check up kuhusu mimi sasa. Ndio. Mpunga wangu nitaupata ambao ni 50%. Ambao wewe sio mwanachama? Sio mwanachama. Swali. Sawa. Kabla sija kujibu naomba nikuelewe zaidi. Sawa, hujajiunga. Je, una matarajio ya kujiunga? Au hutamani kujiunga au unatamani kufanya hiyo kazi? Kwa sababu mpaka nimeleta mtu basi uende na matarajio. Sio uenda tu fasaha. Mchina kazi yake yuko, yani akajisema tu mjini anasema hana mbambamba na anafuata sana uadilifu katika haki. Ndio maana kanikufahamu. Je, mimi ulivyoniambia sawa, sijajiunga ila natamani au sina pesa ya kujiunga. Sijui ndio hivyo? Sawa. Maana hapo kuna option mbili. Ndio maana kanikuelewe. Je, upo kwenye option ya kutaka kujiunga au pia hujiungi lakini unaweza kufanya kazi? Pia unakaribishwa. Haya. Wewe ambaye umesikiliza ukanielewa na ukaweza kabisa, unao watu ni changamoto, ukatoa taarifa zako na watu wakakuelewa vizuri, tunakukaribisha. System ambayo ameipanga Mchina, hahudumiwi yeyote katika kampuni hii bila ya kupewa taarifa. Ina maana mtu ambaye yote amefika kituo chochote, huyo amepewa taarifa na mtu. Na wewe mtu ambaye unamtumia ana namba ya kampuni, yani ana namba yake ya chama. Sasa wewe ambaye hujajiunga utabebwa na mtu ambaye anayekupa taarifa. Kadi yake ndio itakuwa kubeba wewe kwenda kufanya huduma ndani ya kampuni. Kwa hiyo maokoto anapata yule ambaye ametoa taarifa, sio ile kadi ambayo imekubeba. Kadi, kwa sababu kazi yetu ni ya upendo, ni ya kushikamana, kushikana mkono, kadi itakubeba kama ndugu ili kukuandaa wewe na wewe uje kuwa mwanachama. Kwa hiyo maokoto yako utapewa, wewe umeleta watu 3, 4, aidha watu wa fursa wakasikiliza, watu wako 3, ukapewa 24 zako mara 3, utakuwa umepata shilingi ngapi? 72. Bimaana kwamba kumbe kinywa chetu sisi ni pesa. Kwa hiyo utajiunga kukupitia tu maneno yako matamu ambayo ulimsaidia jirani yako, na yeye na hasajiliwi yule kabla ya wewe ambaye umempa taarifa. Yeye amekuja, amesikiza, ameelewa, utaekiza pale za zako kupata watu wako 3 au kumpata na za kupima, umeleta pale, bwana mimi nataka nijiunge. Kwa hiyo unaekezewa haki zako, unajisajili. Yule amekusaidia tu kubeba ile kadi ili usipoteze stake zako. Baada pale unasajili, unapata kadi yako, na wale watu wako ambao wamewaleta kusajili wataungwa chini yako. Ili ni haki yako. Hilo Mchina analifanya vizuri, uadilifu anafuatia. Na ndio maana unaona hata sisi, mimi pamoja na mama yako, napenda sana vitu vya uadilifu. Nimejisajili kwa kuchunga kuwa anachunga sana haki za watu. Katika viwango vya fedha hana dhulma. Kazi yako inaonekana kwenye system na malipo yako yanapitia system. Umekaa hapo na simu yako hiyo. Hivi sisi leo hii tarehe 1 leo ukicha, kila mtu kwenye simu yake ana majibu ya kazi aliyofanya ndani ya mwezi ulioisha. Hongera, kiwango chako cha pesa kinaingia tap. Wewe unaenda tu ofisini na kusaini basi. Lakini hakuna atakaye kudhulumu wala kukata hata 100, hata kama ulimtukana bosi wako. Yaani wewe haijalishi. Mchina anaangalia, je, umefanya kazi? Haki inakujia. Hiyo option ya kwanza. Lakini pia option ya pili, wewe ambaye umependa ile kazi kufanya lakini labda hujaamua kujisajili ila una uwezo wa kuifanya hiyo kazi. Kwa hiyo tutakaribisha, utaajiriwa pale kama agent wa kampuni. Kwa hiyo wewe utakuna viwango vya malipo ambayo kila siku utapata
baada ya kufanya kazi. Sijui nimekujibu vizuri? Sawa. Mwingine? Naona mmenielewa jamani. Na kina mama huko atulizi au tunasinzia jamani? Tunapishana magari ya mshahara. Kina mama tuepukane na makausha damu zenu, siku sisi mikopo sisi hatuna habari, hatujui. Yaani wenye maisha ya ndoa wanaishi kwa amani, waume wana furaha zote na wake zao, kwa sababu wanawake wanayumba kwa kutaka kumiliki pesa. Na uzuri wa hii kazi sio lazima utoke uifuate kazi zilipo. Unafanya kazi kokote uliko. Iwe hapo ulipo Tanzania, nje ya nchi, kwa kutumia nini? Simu yako tu, kutoa taarifa tu. Humo ndani ya simu na watu wengi. Unaweza kutuma message yako ya fursa, ukatuma message yako ya afya, watu wakakufuatilia, ukawaelekeza vituo kokote walipo. Unaweza kufanya huduma na mtu yuko Mwanza, Arusha, Mbeya, Angola huko, ili mradi tu taarifa yako imekwenda imemkuta, huyo mtu ana shida zake, unamwelekeza kituo, tuna namba za vituo tofauti. Kwa hiyo unamtumia namba, anakwenda kufanya kazi huko kwa atajihudumia, lakini hastaki zako za kurudia hapo ulipo kibarazani kwako nyumbani. Ili mradi tu yule mtu ambaye umempa taarifa ametumia namba yako ya kadi, tunaita ID namba. Ile ndio kazi yako, kadi yako inatakiwa ifanye kazi kupitia simu yako. Kwa hiyo ni kutoa taarifa na kuwatumia watu namba za simu wale ambao wanahitaji huduma kupitia wewe. Basi utakuwa umefanya kazi vizuri huko nyumbani. Hata kama baba anakuambia sitaki uzuri au sitoke nyumbani, tulia tuli, lakini utakuwa bado unafanya kazi. Kwa hiyo kazi yetu tunaipenda sana, ni nzuri sana, na tunawakaribisha wababa na mama. Karibuni sana tufanye kazi kwa pamoja. Karibuni sana tujue afya zetu ili tuweze kuishi kwa amani. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nawakaribisha sana Eternal International, karibuni. Nirudishe kijiti kwa kiongozi. Na somo letu la afya na uchumi limeishia hapo kwa leo, lakini pia tunawakaribisha msiondoke bure bila kutoka na walau hivi tunavyokucha mswaki wa kwanza ukaanze na Eternal International. Mhakiki ninachokiongea ni sahihi au ni story tu labda anafurahisha watu lakini utakuja kuona mwenyewe kwamba ilikuwa wapi. Narudisha kijiti na kiongozi, Mike kwa kiongozi. Asante. Tumeishia hapo kwa leo. Asante, tunashukuru. Hello. Hi. Hello. Hi. Haya. Tumeelewa mambo makuu mawili ya msingi. Wale ambao wameelewa somo la Eternal International, somo la afya pamoja na la uchumi, na wanasema wapo tayari kujiunga, wanyoshe vidole. Wangapi wapo tayari kujiunga? Mmoja huyo, mwingine, wa pili, mwingine. Haya, mtaona viongozi baada ya kumaliza tukio hili, basi mtapewa taratibu kama mlivyosikia wa kujiunga. Mambo yataenda buriburi au sawa bin sawia au marish. Lakini jambo la lingine, tumesema tuko katika mwaka mpya ambapo tumekesha na dua nzito, na hatukutaka zile dua zetu wazione watu. Kama tuliwaambia hawa wenye kamera zao, zimeni kamera zenu. Tunapofanya dua zetu hatutaki kuwapa faida watu ambao hawajaja. Ndio maana dua zetu zote kisomo chetu mwanzo mpaka mwisho hatujamulikwa. Tulisema hivi tunafanya faragha yetu na Mungu. Wengine tutaki fanyaje? Watuone. Tumemaliza visomo vyetu haya ambayo yanastahili watu wayaone, tumulikeni. Kwa hiyo sasa kinachofuata sasa, utaratibu ambao umewekwa kwa Mwalimu Jabari ni kutoa zawadi. Tunasema tunatoa zawadi kuna tulipofunga mwaka tulitoa dawa. Kuna watu ambao walitumia zile dawa na wengine wakarudisha majibu. Mungu amewafungulia, kheri ilipatikana. Kuna wengine walirudisha majibu siri yao,
wanaogopa wakisema sio nitawaomba hela, wala siwaombi. Mkinipa mimi nipeni, msiponipa lengo nyewe mfanikiwe. Mtafanikiwa, mtatumia wewe, mtoto, malaika na wengine watasaidika, na mimi kwa Mungu sikosi kupewa thawabu zangu. Ila ukinipa na mimi naongeza kutiobani zaidi, unafanikiwa zaidi. Naona? Kwa hiyo wengine wakusema, wengine wamesema, lakini sasa naendeleza bado. Kwa sababu tuliahidi kufungua mwaka pia tutatoa, na leo tutatoa package ya dawa pale ofisini. Utapata dawa ya kuoga, utapata dawa ya kupaka kipusa hicho, au unaweza kuna majina mengi, kipusa wengine wanaita mbele, wanaita nini, utapata bila gharama. Ila ukitoa sadaka nitapokea. Ukitoa sadaka nitapokea. Toka hapa baada kuna riziki inaandaliwa mundani. Maki baada ya dua hii kuna riziki inaandaliwa hapo, muda sio mrefu itakuja. Na hii asubuhi kifungua kinywa neta ladha kidogo na maana ya dua. Kwa hiyo baada ya kupata staftahi, basi mmoja mmoja ataingia ofisini kuja kuchukua dawa. Mtu akitoa sadaka yake ahlan wa sahlan, asipotoa atachukua tu free of charge. Hii tunasema natoa sadaka. Lakini hizi dawa ni nzuri, na ushuhuda wa pili nizungumza mimi mwenyewe. Nimeingia na nipo level ya 5. Mseme tunaomba tuingie tumbaye yeye tumemsikia. Na ndani hapo ofisini kwangu kama utaingia utaona nimetunukiwa cheti. Hongera kwa kuingia daraja la 5. Nimeshaona, na ndio maana ofisini kwangu kuna bendera ya Eternal na kuna cheti hapo kimekaa cha shahada kwamba nimetunukiwa na Mchina mwenyewe. Kwa hiyo nimo na faida zake nazifahamu. Kwa sio jambo la kuliacha kama lilivyo. Ni jambo ambalo na unafaa. Sio tunang'aa naona tunaweza kukaa hapa hata tupigi dua, lakini tunang'ara vizuri na maisha mengine yanaendelea. Kumbe kuna mtego mwingine tumeweka huko, kila tarehe 2 ndio tunasaini. Umeona kwamba siri ya mafanikio anaye mwenye kufanikiwa. Na ukimwona mwenye kufanikiwa naye anakushirikisha amekupenda. Lakini walio wengi chaka lake la kupatia riziki aliweki bayana. Akwambii wewe unajua tufuate mganga. Kumbe mwisho wa mwezi anasaini, fika tarehe 2 anasaini, ila anayo. Anachukua chake. Ndio maana watu wanaspend nini? Kunywa vitu vyake, ananunua hiki. Huyu anatoa wapi bwana? Tuna wiki 2, wiki 3 au wiki 1 hatujamwa hata kuvunja nazi. Inakuaje? Kitoe kundu Msimbazi. Kitoe kundu Msimbazi. Sababu gani? Papo anapofanyia siri yake. Kwa hiyo leo mimi sina hiana, nikasema niwaite na nyinyi washirikishe hiyo fursa. Hiyo fursa kama ulivyosema, upo nyumbani, kuna shughuli zako, biashara zako, kikubwa tu ukishajiunga, jambo la msingi ni kuhudhuria seminar zaidi ya mara 2 mara 3. Lakini kampuni nasema nunua bidhaa ukatumie. Ununua bidhaa ukapige mswaki, nunua bidhaa ukaoge, nunua bidhaa ukatumie, utoe baadhi ya vitu. Kwa hiyo kuna siri kubwa ya mafanikio katika kampuni ya Eternal International, na hasa ukaijua vizuri. Mimi niendelee kuwapa ari na nguvu wale ambao wapo tayari na ambao nyinyi hampo tayari, sijui hamjaelewa somo, turudie tena. Sasa natoa jambo lingine. Tarehe 1 panapo majaliwa, mwezi wa 2, hii haitakuwa usiku sababu wengi wametoa udhuru, sijui mume wake, sijui mke wake, sijui familia, ndio maana naona wengine hawakuja. Wengine walikuja mapema wakaondoka, walitoa udhuru, wakachukua dawa zao tu wakaenda. Kwa hiyo baadhi yao wameniambia tu, kwani usifanye mchana ili tupate muda mzuri wa kuja, usiku tukapumzike bwana. Nikamwambia hii tumefanya usiku kwa sababu tunaamkia mwaka mpya, zingine tutafanya mchana. Kwa hiyo tarehe 1 mwezi wa 2 panapo majaliwa tutafanya dua kubwa kabambe kupita hii. Itafanyika kuanzia majira ya saa 8:30 ya mchana, mnafika, maana yake natarajia saa 9 tuanze mpaka tutakapomalizia, tutakuwa tumemaliza. Lakini pia na tutapata fursa nyingine
ya kuja kwa walimu hao wa Iteno, kama ni hao kama watakuja na wenzao sawa, lakini mje muelewe vizuri. Kwa hiyo leo kama mna usingizi kidogo, mnaingia mnatoka, lakini siku hiyo inawezekana kitabu itakuwa mapema na mchana mkaelewa vizuri. Kwa hiyo tunaomba mkatafakari na haya maneno tuliyopata, kisha chukua tu. Niwaambieni siri ya mafanikio, kuthubutu. Yaani kama utaki kuthubutu, mafanikio huwezi kuyaona. Huwezi kuyaona. Kuna siku moja mtakuja kuniambia huko ndani padogo, watu hujaa padogo. Kuna siku moja, siku ya kwanza tumefanya dua hizi, bwana Shuza, tulikuwa watu wangapi? Bwana Sheikh ulikuwepo, tulikuwa watu wangapi? 6. Mara ya pili tumefanya, tukafanya hapa nje, tulikuwa watu wangapi? Tukaongeza kama watu 12 hivi. Mara ya tatu tumefanya kufunga mwaka, tulikuwa na idadi kama 32 hapa. Na mara ya 4 tumefanya hii leo, katika miongoni mwa wale ambao waliokuja katika 32, nusu yake nzima hawakuja kwa sababu wana udhuru za usiku. Wao ingekuwa mchana tungewapata. Umeshaona? Kwa hiyo hapa kuna nyuso ngeni ambazo kuhudhuria kwenye kufunga, wamehudhuria kwenye kufungua. Kwa hiyo tunapokwenda hivi, kuna siku moja hapa hata ile matembele yangu kule yatanyongwa yote na mabaja na maboga, na watu wamejaa kule. Kwa nini? Tumethubutu. Na nyinyi mmejitoa, mnathubutu. Kwa hiyo ipo siku tutasikia tunatafuta uwanja. Ipo siku mtasikia tunashindana na Mwamposa. Mwamposa anajaza huku na mimi najaza huku. Mtasikia hiyo inshallah biidhnillah. Kwa nini? Tunathubutu. Alafu kuwa na subira katika jambo. Leo hivi, kesho vile, kesho vinginevyo. Kwa hiyo hebu karudi katafakari. Iteno International, kwa nini sijui? Kwa nini sipo? Kwa nini wenzangu wapo? Kwa nini kwenye mafanikio? Bana, mimi nikisikia Ankara, mimi nikisikia sema kuna harufu ya pesa, mimi unikosi. Mimi fani yangu bana ni mganga hivi wa kienyeji, mtabibu. Lakini kwenye siasa nipo na mafanikio kwa napata, najua. Kwenye sanaa nipo. Nimeingia hapa kwenye uandishi wa habari sijasomea, lakini nipo. Na channel yetu Ngoma Media, mwandishi wa habari nipo. Sikwambii na vitu vingine, siri yangu nipo. Kwa nini? Na kwenye Iteno pia nipo na level ya 5. Hivi naitafuta level ya 6 kwa Udi Novemba. Na mwaka ndo mshaanza, umeanza vizuri, umeanza tarehe 1 Iteno imetokea kwangu hapo. Nitaanza kwa kasi ya kipekee na watashangaa biidhnillah. Kwa hiyo nasema fursa imekuja sehemu sahihi. Hebu tuitumie sisi wana Kivule na wengine ambao kutoka mbali. Sheikh, unaelewa fursa Sheikh? Nimeelewa vizuri ndugu. Uko tayari kujiunga? Inshallah naifanyia kazi. Ndio. Ili ingie na hii. Basi Sheikh, hapa vipi? Wakinaanza na meza kuu, afu hata ukitokea watu wanafanya harambee naanza meza kuu inshallah. Sheikh, vipi hapo? Sheikh. Umeelewa? Mbondole uko peke yako kule. Kama kuna watu mmoja sana. Nimeelewa sana. Lazima tulifanyia kazi. Ndio. Na kwa kule nilipokuepo. Naam. Natumai mambo yatakuwa mazuri. Mama mkwe, Iteno unaijua mafanikio yake. Imekutibu vizuri. Lini uko tayari kuingia? Lini sasa? Baki kusema tu bila kuingia bado haina faida. Tafuta kiingilio. Basi mimi nikuombe, huko unatafuta kiingilio kidogo, tafuta watu hata 2, 3, 4 ambao wako tayari kujiunga. Umeshaona? Wale watu ukiwapata wale niletee. Mimi ili ndani yako ile kifuta jasho inalipo kwenye kadi yangu. Mimi nitatafuta namba nikuunge kupitia kifuta jasho kile. Siri mimi. Na sio wewe tu, yoyote katika miongoni mwa humu. Si labda tatizo si 72. Wewe hamasisha watu, ukipata 3 niletee. Mimi nakuingizia kule na kupeleka ile kifuta jasho chukui mimi. Nitakuwekea hapa ili upate kujiunga, Mchina kutambua, sababu ukijiunga tu makao makuu hapa paka China makao makuu unaonekana kwamba leo
bwana Mvua amejiunga kadi namba 123. Unatambulika, system iko vizuri. Umeshaona? Na mambo yako buri buri. Mama mkwe hapo. Sema, wakina wako wengi hapo. Karibu. Kuna jambo moja. Naam. Ambayo nisiwanyime kwa kuwa kazi yetu si haina choyo. Ndio. Na upendo sana kushikamana. Na udugu. Kutokana na utukufu wa siku ya leo. Naam. Na dua tutashema siku huu, naweza kuonekana ni ndogo sana za kawaida sana. Lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna kidogo. Kwa baraka za dua hizo tunasema hapa na sisi kuacha usingizi wetu kutoka majumbani kwetu tulikotoka, lakini tuna malipo makubwa kwa Mwenyezi Mungu. Ninasema leo tutaenda kutoa taarifa kwa kiongozi ofisini, na atoa ofa ya usajili kwa yeyote ambaye anapenda, amesikia, ameelewa na anapenda kujisajili, labda tatizo lidani kiwango, baada ya kutoa 72,000 watu watoe shilingi 48,000 kwa ajili ya usajili kwa ofa ya leo, kwa hawa ambao leo wapo. Takbir. Takbir. Aya, mnataka nini tena? Gezwa na kampuni tena mwende kiongozi tuwajazie wale ambao wahitaji ili 72 moja. Karibu sana wangu, wenye tayari wote nikaribisha kuandikisha majina yao ili wanazoleo watatoa. Yaani natoa ndani off wiki moja. Sinapata mtu mmoja tu wawili. Zipo, karibuni tuanze kazi moto. Tuanze tarehe na kazi, lakini ndani ya siku hizi mtu anaenda kujipanga. Hiyo ofa inamhusu yoyote ambaye leo tuko naye hapa. Haya jamani. Naam, ofa hiyo. Badala ya 70 na ngapi? 72 imekuwa 48. 48 jamani. Ofa ya mama zibakia. Afu umepewa siku 7. Usiende kutafuta watu wawili tu. Ukipata wakupima na kununua dawa. Ukipata wapima kununua dawa. Tena au ukipata wakupima wawili na wote mmoja hapa kinunua. Yaani wawili tu wote, yaani watatu tayari. Au ukipata dawa au dawa tayari. Au ukipata kujiunga mmoja wawili naye tayari. Basi mimi niombe sasa mje muandikishe majina wale ambao wanasema japo hatuna leo, ndani ya wiki moja nenda kuitafuta 44, waje waandikishe majina. Na kutafuta sio mkabebezege, mkatoe tu taarifa. Basi. Wala msende kuchukua hela ya kula ya baba imeanza na mwaka hapo mgombane na bajeti. Kinywa chako tu, toa maneno matamu, mwambie jirani yako, saidia ndugu, saidia jamii, rafiki. Lakini mimi naomba kitu kimoja kingine. Kwa kiongozi na kuomba kiongozi na unifikishie taarifa kwa viongozi wengine. Naombea hao na wahitaji hao. Niombe pamoja wanataka kutafuta alfabeti ngapi hiyo ya wiki hii. Wakitaka kuja kwenye semina huko, je, mko tayari waje wakati wanaendelea kutafuta hela? Nimetoa taarifa zote hizo. Tuko kwa hakimu, sijatoa tu namba za simu. Tuko kwa hakimu, lakini pia tuna mkutano tarehe 9. Mkutano mkuu wa kampuni ambao utafanyika Mwenge Mpakani katika ukumbi wa Social Hall. Mkutano utaanza saa 3, saa 4 mpaka mchana unaisha. Hiyo pia tutakuja kuona jinsi yale ambayo tunazungumza tunafanya mkutano kwa ajili ya kukuza biashara, lakini pia wanatolewa zawadi watu ambao wamefika malengo. Hadi mbali ni kutoa magari nini. Hiyo ndio huo mkutano kufanya. Mwenge Social Hall. 9 mkutano, lakini pia kabla tarehe 9 siku yote mtu anatamani kuja kuelewa zaidi biashara kumkalisha. Haya, naitaka tuongozane. Mawasiliano. Namba yangu ya simu. Andike namba mwenye kuhitaji. Tumechapa. 0658 0504 bado washatoka akili. Madam Rehema Abei.